Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana waimbaji wa kwaya na wakongare kwa uzuri wa matoleo. Bwana awabariki sana. Na hizi sare vijana wanasema zimepoa kama za kupandia ndege. Bwana zaidi. Lakini pia napenda kumshukuru sana au kushukuru waimbaji vijana. Wimbo huu umekuwa ni baraka kwangu, maana ni wa shukrani, na Bwana awabariki sana. Na nikasema kabla sijahubiri, wiki hii Mungu amenitendea makubwa. Mungu amenitendea makubwa ambayo nilisema Bwana, nitakapovuka nitakutukuza. Ingenipasa sitaongea sana nyuma, lakini nilikuwa kwenye kipindi kigumu. Mimi, rafiki yangu Bwango, mimi Grayson, lakini ingetupasa huenda mwaka mzima tusionekane chuoni. Lakini Mungu ameshinda. Jamani, Mungu ameshinda. Nikamwambia Bwana, siku ya leo tutaungana kutoa sadaka ya shukrani. Lakini pia kuna mwenzetu ambaye naye kuna kitu Mungu alimtendea. Naye akasema nami nitaungana nanyi tukitoa sadaka ya shukrani. Ni wakati kidogo ya kwamba tuliondoka kwenda kwenye Injili, lakini basi adhabu iliyokuja nyuma ingetupasa tusionekane chuoni. Lakini adhabu ilipopita ikarudiwa tena. Iliporudiwa mara ya pili ikaambiwa waacheni wasome. Kwa hiyo Pastor Mbongo njoo hapa. Pastor Chacha njoo hapa. Mungu wetu ni mwaminifu hata katika magumu. Na wakati unapoona kushindwa, ndipo mkono wa Bwana unapofanya kazi. Kwa hiyo sisi vijana watatu tunapenda kusema wa Kiebrania, Shadraka, Meshaki na Abednego. Bwana amekuwa pamoja nasi katika mengi, ametushikilia. Nakumbuka nilianza chuo hapa 2022 na kanisa la kwanza kuhubiri na kuanza ibada lilikuwa ni kanisa hili. Lakini pia ninamaliza chuo mwaka huu wa 3 na kanisa linamaliza kuhubiri ni kanisa hili. Kwa hiyo bado ninaendelea kulinua na kuitukuza jina la Bwana. Kwa hiyo vijana hawa watatu tumejaribu kuangalia kwamba tutamfanyia nini Bwana, lakini tuligundua hatuna chochote cha kumfanyia Bwana. Lakini tulicho nacho ni hiki ya kwamba kesho jioni nimeona maiki hazina mahali pa kuwekewa. Kutakuwa na stendi ya kuwekea maiki. Kesho jioni vijana hawa watatu tumeamua kufanya hilo kwa kusudi la kuinua ufalme. Ili hichi kiti kuna mtu anakosa mahali pa kukaa, apewe akae. Lakini pia tunamshukuru Mungu maana ametushikilia. Sasa Mungu angetamani kuzungumza mengi, Pastor Chacha angetakiwa azungumze mengi, lakini kwa sababu ibada ya leo ni ya kumshukuru Mungu, basi Bwana ashukuriwe milele na hata milele. Pastor Chacha wanaweza ukarudi pale. Pastor Yusuf. Jamani, leo pia nitamshukuru Bwana kwa sababu ya wenzetu ambao wameendelea kutufuatilia. Na hata sasa wanatufuatilia. Jana nikawapatia habari ya Sunili ambaye ni Mhindi kutoka kule India, aliyefuatilia mahubiri ya juma hili na Bwana amemponya. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye ibada ya siku ya leo,
ni ibada ya shukrani. Hata waliosoma na kuelewa kweli wanaweza wakashindwa kuelewa, lakini natamani tuelewe katika muktadha huu. Tunapoingia katika ibada ya siku ya leo, kama simu yako iko on, ninakuomba zima simu yako. Maana simu hiyo inaweza ikakukosesha mbingu katika mchana wa leo. Maana itaingia message ya WhatsApp, utaacha kujibu na utajibu. Kitabu cha Gospel Workers sura ya kwanza ya Meditation of Prayers inasema, unapoenda ibadani na kutafakari makuu ya Mungu, jifunze kutafuta utulivu, pasipo kuruhusu kitu kingine kikuingilie katika ibada yako. Maana kila unachokifanya kwenye maisha ya mwanadamu ni ibada. Maisha ya mwanadamu yapita kama moshi, kama kivuli hupita na kutoweka mara tu, kama mvua ya mwitu yanyauka vivyo, maisha ya mwanadamu hutoweka kama moshi. Sikitiko langu lisikieni, hata walosema wataielewa kweli. Eti wanasema bado kidogo, kwa uhakika hayo ni madanganyo. Sikitiko langu lisikieni, hata walosema wakaielewa kweli. Eti wanasema bado kidogo, kwa uhakika hayo ni madanganyo. Shetani ajua wazi muda wake mfupi, hivyo aleta ajali na magonjwa ya ajabu, aichochea dunia, vita vimeshamiri. Mbona wasita moyoni kujitoa kwake leo? Sikitiko langu lisikieni, hata walosema wakaielewa kweli. Eti wanasema bado kidogo, kwa uhakika hayo ni madanganyo. Waimbaji wameimba, umewasikiliza. Wahubiri
uzuri wa kiroho, wamesema kwa sauti, lakini moyoni mwako umejaza kasoro. Rehema zijapofungwa, uzuri wako ni nini? Hata warusua wakaelewa kweli, heti wanasema bado kidogo. Kwa uhakika hayo ni makanyo. Kama umeelewa wimbo huu, beti hili, korasi hii, tuimbe wote. Wanasema bado kidogo. Kwa uhakika hayo ni madanganyo. Somo la jioni leo lina kichwa kinachosema ananipenda jinsi nilivyo. Geuke jirani yako, mwambie Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Mwambie tena, Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Unajua rafiki uliye naye huenda akakupenda na kitu ambacho anakipata kutoka kwako. Kesho akija kukosa kile kitu, hatakupenda tena. Nazungumza na wale ambao wanaopenda kukosa mabinti, na pamoja na kupenda kwa ajili ya macho yake yalikuwa mazuri, kesho binti yule hana macho, anakukimbia. Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Na kuelekea katika ibada ya leo, nimesema amisha akili na fahamu zako, tunaingia katika ibada. Kama simu yako iko oni, zima, maana Bwana anatamani kuzungumza nawe. Namba 82, beti la mwisho, leo kazi na iwe ifikayo juu. Leo kazi na iwe ifikayo juu. Mawazo yasiwe mawazo ya hasi. Hamisha mawazo sasa ya na kujifurahisha na kujifurahisha kwa mambo ya Mungu. Leo na kujifurahisha.
Baba yetu na Mungu wetu shedi mbinguni, tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa wakati huu. Hii ni fursa tena umetupa ya kusikia sauti yako ikizungumza nasi. Hii ni nafasi nyingine tena umepatia kila mmoja wetu aliyeko hapa. Sio kwa sababu tuko wema sana, wewe kwa sababu ibada ya leo unatamani kubadilisha jambo fulani kwa maisha yetu. Wewe kwa sababu ibada ya leo unatamani kufanya jambo kubadilisha uchaguzi wetu tuliokuwa tukifanya. Wewe kwa sababu ibada ya leo kuna jambo ulilokusudia kwa mama fulani, baba, mtoto, kijana aliyeko katika ibada ya leo. Kwa sababu unatamani kubadilisha maisha yetu. Nasi tunakuja vile tulivyo mbele zako. Kila mmoja anakuja vile alivyo mbele zako, akiwa anatamani msamaha wa dhambi unaokuja kwako, akiwa anatamani tena maisha mapya mchana wa leo. Hivyo basi kwa kupitia neno lako linalotutakasa, takasa moyo wetu tufae kuwa wanafunzi mbele zako. Takasa mawazo yetu katika ibada ya leo, tufanye tena kuwa wapya kupitia neno lako. Amen. Kila atakayesikia sauti yako siku ya leo, Baba, ikatubadilishe na kutufanya upya tena, ikatubadilishe na kutupatia maisha mapya tena. Hebu tusogeze karibu yangu, maana usema utakapoinuliwa juu kwa wakupa wetu kuja kwako. Inuliwa kwenye ibada ya leo tuvutwe kuja kwako. Inuliwa leo tukapewe maisha mapya kupitia ibada ya leo. Tunakutukuza kwa kuwa unazungumza na mioyo yetu. Tunakutukuza kwa kuwa unazungumza na kila mmoja yuko hapa. Ndio bali kwa jina la Yesu Kristo na Bwana kwa maisha yetu na nabii asema amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda kumshukuru Mungu tena tunapoingia katika ibada ya siku ya leo. Somo lina kichwa kinachosema ananipenda jinsi nilivyo. Nimesema rafiki uliye naye wenda akakupenda na kitu ambacho anafaidika kutoka kwako, na kesho atakapokosa hata kuwa na muda na wewe. Mwambie jirani yako hakuna upendo wa bure. Geuke jirani yako mwambie hakuna upendo wa bure. Hata kama umeketi na mume wako usiwe na mashaka kumtazama, maana tu katika ibada. Mwambie hakuna upendo wa bure. Yaani katika maisha ya mwanadamu hata huyo rafiki ambaye unasema rafiki ya baba cha kwake cha kwangu cha kwangu cha kwake, si kama anakupenda wewe, kuna kitu ambacho anakipata kutoka kwako. Kama hujafanya utafiti, nenda kafanya utafiti katika hili. Ndio maana nimesema ya kwamba yuko mmoja tu ambaye anakupenda jinsi ulivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha kusoma ni kitabu kile cha Yohana 3 aya ile ya 16. Neno la Bwana linasemaje? Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila kabila, kila mtu atakaye kuamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hili ndilo neno la Bwana. Yohana anaandika jinsi ambayo ananiambia zawadi hii inakosa lugha ya kuisimulia. Mwanadamu alipoumbwa akawekwa katika bustani ya Edeni ili aitunze. Anasema ndipo Bwana akamwambia mwanadamu, akamwambia matunda ya mti wote wa bustani waweza kula, lakini mti huu usile, maana siku utakapokula utakufa nini? Hakika. Mungu alipoumba mwanadamu alimtengenezea mazingira mazuri. Sasa mwingine anasema alipenda jinsi ilivyo. Mwanadamu alipotengenezewa mazingira mazuri akashindwa kuyaheshimu
akamwambia amini. Hatimaye maagizo ya Bwana akayakanyaga, lakini licha ya kukanyaga, lakini bado Bwana akamsogelea tena. Nataka kusema nini? Nitoe mfano huu. Wewe ni kama mzazi katika familia. Mtoto amekwambia mama, kule shuleni tunakula makande lakini sina chombo kizuri cha kulia makande. Alafu ukampatia sahani nzuri ya kipekee. Alipofika kule shuleni, wakati alimaliza kula akashindwa kuiheshimu, kuitunza, akaipoteza mara ya kwanza. Akarudi nyumbani, mama, unipatie ile sahani yako nzuri ni kweli, lakini nimeipoteza. Ukampatia sahani ya pili tena, ukamwambia hii itakusaidia. Akaenda tena nayo shuleni, alafu akaipoteza. Alafu akarudi tena mara ya tatu, mama, sasa nimeipoteza tena. Angalia mzazi atakapoanza. Nilikupa sahani ya kwanza, ukafanya nini? Nimekupa tena ya pili, ukafanya nini? Utakula na mikono yako. Tena akiongea hivyo, huenda anaanza kuondoka. Sika na kwamba hata tena, lakini kwa sababu mzazi ana huruma ndani yake. Akaenda usoni mzazi, akafikiria hiyo sema nimemjibu mtoto kwamba atakula kwa mikono yake, lakini si jambo zuri. Atamwambia basi hii uitunze tena. Uje nikwambie, Mungu anamfananisha kama mzazi anayejali. Alipoona mwanadamu amepotea kitabu kile cha Mwanzo anasema ndipo Bwana akarejea tena akapiga akisema Adamu uko wapi? Biblia inasema Adamu akasema nalisikia sauti yako, lakini kwa sababu ni uchi na nikajificha. Jamani, kwani Mungu alikuwa hamuoni? Kanisa, kwani Mungu alikuwa hamuoni? Kwa nini anamuita akimwambia huko wapi? Sio somo letu la siku ya leo. Lakini bado Mungu anatengeneza mpango mkakati kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu. Nenda waraka wa kwanza wa Yohana 5 aya ile, waraka wa Yohana 4 aya ya 10. Kwanza Yohana 4 aya ya 10. Wa Yohana 4 fungu la 10 msomaji. Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohana 4 anasema hili ndilo pendo, si kana kwamba sisi tulimpenda, maana kama tunalimpenda tungesema ya kwamba ndiye tunaweza kutumia Biblia kufanya tunaacha kufanya, lakini kwa sababu hatukumpenda ndio maana tunakosea. Hujanielewa? Fatana na msomaji. Bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa mpatanishi wa dhambi zetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Bwana akaandaa mpango wa ukombozi wa mwanadamu. Bado sijafika hapo, muda unitoshi ningalizungumza habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Utasoma mwenyewe kitabu kile cha Luka 1 aya 26, utasoma mwenyewe namna ambavyo Bwana alipotuma malaika sasa kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini muda unitoshi ningalizungumza habari ya kukua kwake mpaka wakati wa ukombozi. Lakini leo natamani kugusa zaidi sana ya kwamba upendo ambao Bwana alionyesha kwa ajili yako na kwa ajili yako. Maisha ya Kristo yalikuwa ni maisha, maandiko yanasema